ambayo yanawapelekea watu wasifikie kwenye hatima yao. Kuna mambo ambayo yanawakumba watu na hao watu wanashindwa kufika kwenye hatima yao. Kuna watu ambao wana vitu vikubwa ndani yao. Na mwingine anayeota kabisa au mwingine anayeona au ametajiriwa kwa maajabu kubwa kwenye maisha yake. Lakini sio wote yale mambo makubwa ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yao yanatimia. Na wewe Mungu anakusaidia jambo lako ambalo Mungu amekupatia litatimia katika jina la Yesu. Mungu atakupa neema, hatima yako itatimia katika jina la Yesu. Hautaishia njiani katika jina la Yesu. Maana Biblia inasema yeye ana kazi njema ya moto ataitimiza na ile siku ambayo Kristo anakuja. Aliyeanza safari ya maisha yako, safari ya uongozi, safari ya huduma yako, atakusaidia kuitimiza safari. Mwambie mwenzako nitamaliza mwendo. Mwambie mwenzako nitamaliza safari njema. Leo tunapokuwepo hapa watu wanameta kubwa, wanameta mtaajabu katika maisha yao, lakini sio wote ambao wanafika kwenye maisha yao. Sasa ufahamu hivi vinawafanya watu washindwe kufikia kwenye hatima yao. Amen. Kitu cha kwanza, Israeli walikuwa ni watu ambao wana malalamiko. Watu ambao walikuwa wanalawama. Walikuwa wanalalamika. Bwana asifiwe. Ukitaka kufika kwenye hatima yako, uwe mtu wa malalamiko. Uwe mtu ambaye unalalamika, uwe mtu wa lawama. Maisha yako unawajibika wewe kwa 100%. Hakuna mtu mwingine wa kumlaumu. Watu wengi wanashindwa kwenye maisha yao na wao wanatafuta watu wa kuwalaumu. Yaani mwingine asema mimi sijafanikiwa kwa sababu mjomba hajanisaidia. Mwingine asema mimi hapa sijafanikiwa kwa sababu fulani hakunifundisha. Fulani hakufanya kitu fulani. Fulani hajafanya kitu fulani. Mungu hajafanya kitu fulani. Usiwe mtu wa malalamiko. Usiwe mtu wa kulalamika. Mwingine serikali hii jamani, mama sasa anaongozaje? Wewe serikali, yani wewe na serikali yani mbona kama muendani? Yani kwa umesoma nini? Hadi serikali ile kulipa hicho kitu ambacho tunakizungumzia. Mtu anaanza kupenda kuzungumzia sisi wanazungumzia nchi ya Ukraine, anazungumzia Russia, ni hao mtu ambao kwa bibo kabisa. Usiwe katika jina la Yesu. Hata hizo akili za kipanzi, akili ambazo ni za ajabu kulalamika. Usiwe mtu ambaye unalalamika. Bwana asifiwe. Haleluya. Israeli walisahau mambo ambayo Mungu aliwafanyia zamani. Israeli walisahau kwamba Mungu aliwatoa katika mikono ya Farao. Farao alikuwa ni mtu ambaye aliwatesa. Yaani Farao alikuwa anapigwa, anateswa, ili wapigwe wote kumu. Lakini Farao alikuwa hawaruhusu Israeli kirahisi.